Yesu aliweza kusimama kidete katika neno la Mungu. Kitabu cha Yohana 5:16 inasema, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Mstari wa 17 inasema, kwa sababu Yesu alifanya uponyaji na wakataka kumuua, alitenda kazi siku ya Sabato. Mstari wa 17 inasema, akawajibu, Baba yangu anatenda kazi, hata sasa mimi ninatenda kazi. Baba yangu anatenda kazi, hata sasa mimi natenda kazi. Nataka ushikilie hapo kisha tutaweza kukamilisha. Nitasoma kitabu cha Isaya 58:13. Kitabu cha Isaya ni kitabu ambacho kinaturudisha katika wanamatengenezo haswa wa wakati wa mwisho, na ikaweza kutoa mwelekeo katika wanadamu wote katika ulimwengu. Na Isaya kupitia Roho Mtakatifu anasema, kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya Sabato, siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiutukuza na kutokuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Katika kitabu cha Biblia kuna kazi aina mbili imeweza kutajwa: kazi ya Mungu na kazi ya wanadamu. Siku ya Sabato Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kufanya kazi takatifu ya kuweza kuwafikia wale wote waliovunjika mioyo, ya kuweza kuinua wote walioweza kuanguka. Maandiko inasema ya kwamba Yesu alijibu akasema, Baba yangu anatenda kazi, vile vile na mimi ninatenda kazi. Isaya anatuambia hivi ya kwamba tusifanye anasa yoyote siku ya Sabato. Je, huduma zetu za kisabato tunafanya kazi ya Mungu au kazi ya wanadamu? Maandiko inasema ya kwamba kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe. Wanadamu siku ya leo mamilioni wanafanya mambo ambayo ni yao wenyewe. Wengi tumeweza kuangukia katika njia za kisiasa kwa kufanya mambo ambayo yanatupendeza wenyewe. Wengi tumeweza kuhalifu Sabato kwa kufanya mambo ambayo yanatupatia faida sisi wenyewe. Maandiko yanasema ya kwamba kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo. Mara nyingi tunatafuta mambo ambayo yanatupendeza. Maandiko inasema ya kwamba hatufai kufanya mambo kama hayo. Inasema wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Kuna maneno ya Yesu. Yesu aliweza kuzungumza maneno ya baba yake. Wewe siku ya Sabato unafanya maneno ya nani? Unazungumza maneno ya nani? Tumepewa neno la Mungu tuweze kuzungumza. Je, siku ya Sabato tunazungumza maneno ya nani? Maandiko yanasema wakati ambapo hatutafanya mambo ambayo yanatupendeza, wakati ambapo hatutaongea maneno yetu wenyewe, ndipo tutakapojifurahisha katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumalizia, nataka niweze kusema hivi ya kwamba kuna kitabu kimoja kinaitwa Testimonies for the Church Volume 9 page 234. The Sabbath is the Lord's test, and no man, the Bible says, and no man, be he king, priest, or ruler, is authorized to come between God and man. Bwana Yesu asifiwe. Haifai mtu yeyote, awe ni mfalme, awe ni kuhani, au awe ni nani, asimame kati yetu na Mungu wetu.
Mara nyingi siku ya Sabato wengi wanaihalifu na hata kufanya siasa ambazo hazifai. Maandiko yanasema wakati wa Sabato ni Mungu na mwanadamu, sio watu kuleta mambo ambayo haifai katika hekalu la Bwana. Haijalishi wewe una cheo kiasi gani, haijalishi wewe ni mtu wa aina gani. Maandiko inasema Sabato ni siku ya kufanya matendo ya Mungu, ni siku ya kunena maneno ya Mungu. Jinsi Yesu alizungumza maneno ya Mungu, siku ya leo Sabato itabakia takatifu ya kuzungumza maneno ya Mungu, kutenda matendo ya Mungu, ili Mungu aweze kutukomboa na tuonekane ya kwamba tumeweza kukamilika katika Bwana. Mungu atubariki. Tunaomba na kushukuru Baba wetu kwa neno lako. Sabato takatifu umetupatia iwe ishara katika vizazi vyote. Baba mtakatifu, naomba ya kwamba alama hii inayotutenganisha na ulimwengu iweze kusimama, iweze kuenea na iweze kukamilisha huduma ambayo uliweza kuiwekea katika neno lako takatifu. Uzidi kutukumbusha na kurudia kama vile kwa mtoto, tupate kufahamu neno lako. Ututakase. Ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini.